Clouds TV, empowering lives. From today, may your life be full of fire in Jesus' name. I say may your life be full of fire in Jesus' name. Let's give the other clap as we receive the oracle of God in Jesus' name. Thank you. We thank you, Father, because of your heavenly love that you've given us. Thank you for the care, for the privileges, and thank you for this wonderful day. I pray that you use me to deliver your message to your people as they listen to us all over the world, that God, you may also lift up them to make them better and wonderful. In Jesus' name we do pray. You may say hi to one or two people. Umwambie karibu sana kwenye ibada hii ya mchana. Na sasa tuko tayari kuwa na ibada za kila siku za mchana. Zile hindrances tulikuwa nazo kumaliza. Say for a few things, kupaka rangi huko chini. We are good now to go daily. Si mpige makofi, mwambie Yesu ni asante. But we are now ready to go. Ngari, we are now ready to go. Hi, we are now ready to go daily service, morning glories, and we're also ready to go for lunch hours and the evening services. From next week, we'll be full blast. We tried and they came. Those people that they all came. But as we prayed on Sunday, they all came yesterday again and they said, we are very sorry. We are very sorry. Nobody can stop the will of the Lord when it starts to move. Now I want you to take 2 minutes. Pray for Krigoya Crusade. Just mention. Umfungua kinywa chako tu, izungumzie mipango yote ya shetani juu ya Ikirinyaga. Chochote ambacho kinaweza kuwa kimepangwa kinyume, just fungua kinywa chako, ufungulishe kutikokuwe na demon yoyote ama authority yoyote ile inaweza kuwa inazuia. Oh Father, I thank you, I give you honor. You are the Lord and the Lord. Tunakutuma Kirukoya, that every spirit, every demonic power, every arrangement that is demonic will not rise up against what we are. This is your meeting, Father. We are going there to glorify your name. We are going there to say, you are the King of Kings. May you deliver. May you conquer those that want to conquer. In Jesus' name we pray. Say amen. Thank you. May get seated. And I love you. Today I want to have a talk on the quality of a Christian. The quality of a Christian. Who is a Christian? Who are you as a Christian? If you ask yourself, are you a real Christian or you are just a funny Christian? And before I start the preaching, there's one special guest I want to come and say hi. Mercy? Yes. We used to live in the same village, huko Molo, in a place called Kiambireli and Moshorwe. Nilikajua kakiwa katoto. Sasa amekuwa mama. But there is a huge story behind her because God used her to heal so many. For those people who have been listening to Saimokei, ni wangapi watu wa Saimokei? Yes. This is a lady that was my ex that you had on Saimokei. Mwenye tulifunguana na yeye. Mwenye nilikuwa nimemfunga na alikuwa amenifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, this is my ex. My ex. Give me a hug. Thank you. Salimia watu wa Mungu tu. Praise God. Praise God again, church. Should I introduce myself further, or you all know me now? So. Yes, do so. Mercy is my name.
Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amekuwa mwema kwangu, amekuwa mlinzi, amekuwa kimbilio, amekuwa kila kitu kwangu. This afternoon, I'm grateful. I'm thankful to God for the far He has brought me. As mchungaji has said, tumetoka mbali. We've grown up in the same village. And kwa hiyo miaka yote, miaka mingi, close to 20 years, the Lord has made us to meet again, now as Christians. I give all the honor and glory to Him. Sasa unasema as Christian, kwani tulikuanga nini mbeleni? As criminals. As believers, yes. Thank you for the correction. Amekuwa akinialika hapa for some time, but see, God's time is the best. Yes. God has made this day, that day. Leo Mungu ameifanya hiyo siku. Amen. So I'm grateful. Nashukuru Mungu. Maisha ilifunguka. Pole pole. Imeanza kufunguka. Inafunguka. Mimi yangu ilifunguka immediately. My life changed immediately. The struggles I had ziliisha. I thank God. Diamenyaga ukorogo imorogi. Oh God. Alikuwa amenishika. These small things you ignore. Yes. They are dangerous. Kindly. And I didn't know that this woman could be holding me back because I have tried life. She was my first ever. Unasikianga first ever. Na zile vituko tulifanya naye za mapenzi za nini viapo digago tiga mayaka iwe wakwa ona ikekwa tugakwa nawe. That is then, eh? Ni those days, eh? Not now. Yes. She struggled to find I've struggled to settle down. She has never. The same as me, I've always struggled. I hope God will give you a good man. Amen. Amako, Baba. No. Nayuko. He'll give you a good man. Amen. As much as also I'm going to get a good wife. Amen. Sindio? Whoever findeth a good wife, findeth what? A good thing. And if you feel that you can come back. Thank you. Thank you so much. God bless you. Yeah, she works with Huduma Center. You own how many? Like 3? So I didn't know that Huduma Centers were private entities. But it's okay. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you for honoring the invite. And thank you for also allowing God to use you to help many families. Because inaitwa nini? Hiyo kitu tulifanya nasema okay, ilisaidia a lot of families. Because so many people walikuwa nakaa wanajifungia wanasema I can't say this. Now they know you can say anything, and that's why I normally talk openly. Najua mnanishangaa mnashida kwa huyu pastor. Dali dhoni dali kanua dageka yani aragia pa. No. I'm not doing this for you. Let me tell you, let me clarify this. Whatever I do here, whatever I say here, concerning myself, I don't do it for you. Ni mimi najifuguaga, naidaga nakumbuka nidea kitaka hitia fulani, I confess it. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaenda nakumbuka tena nasikia kuna kakitu nilifanya, na I come here, I confess it. And I make sure most of the things I confess here. Because this is an altar. And when you confess in the altar, nobody can reverse. Bwana Yesu asifiwe sana. It is very important for you to confess. Confess it. Don't hold it. It will kill you. You will suffer for nothing. You are going nowhere. With that kasini ulifanya hiyo ati kwa sababu ulifanya. We used to do my funny things in huyu. Mingi na mbaya. But for us, we were having fun. We are having luxury. Tulikuwa nafanya mwenjoyo of life. But I didn't know this will have a repercussion 20 or 30 years to come. I didn't know. We are having fun. Tunaenda huko tunakunywa pombe, tunamumunyana. We used to drink from one glass and from one mouth. Pombe. Nikikuda hivi na muweka kwa mdomo yake.
It is the dangerous oath you can ever do in your life. It's a covenant. Ile tulidugana hapa, ukaramba damu na huyu akaramba. That's the most dangerous covenant. It's a blood covenant. I'll be teaching you on Sunday about covenants. I'll tell you about this blood covenants, the types of covenants. And this, if you did that, if you've ever rambled damu ya mwanamke ama ya mwanaume mukafanya hivi, ulikula wewe. Yani unajiduga, tulikuwa unajiduga hapa, unaramba na huyu mwingine anaramba. That's a blood covenant. And that blood covenant is not easy at all to break it. Not easy. That's why Jesus, we speak of the blood of Jesus. Waganga lazima uchinje kuku ama mbuzi, damu imwagike chini. And remember when Abel was killed by his brother, God came and asked his brother, where is your brother? And he asked God, am I my brother's keeper? What was the answer to God? The blood of your brother is speaking from the soil. So whatever you did with your blood, and that's why I normally tell you, hizi vitu zenu wa mama mnaendanga mnarusha kwa choo, tirento kili itakuja kuchukua nini, itakuja kuchukua, be cautious. Be very cautious. Because there are people who come and pick them and they use them for sacrifices. Because that is blood. There is life in blood. So be careful with your blood. How you handle your blood, be very careful. Because it might come to haunt you. Many people are not giving birth because of one mistake they did. Most people are not growing financially, physically, family-wise, because of that small, silly mistake you did. It was small because you did it in school. It was small because you did it in a bar. You are drunk, he was drunk, you are drunk. Tema. Shona, nigga, jetekeni onyendete. Shona, nashona na ya, nashona. That's all. Umejifunga. So this is the kind of things I normally teach. Hii ingine, gospel ingine mmefundishwa, because most of you mmetoka kanisa moja ama nyingine. Gospel ya kupanda mbegu, gospel ya utabarikiwa, hiyo mmefundishwa, hiyo usi expect hapa. If you have come hapa ubarikiwe sana, upate gari, upate shamba, enda tu huko kwa kina Moiro, kwa kile ingine enda tu, because I won't do that. Hapa tunataka watu wamebarikiwa. Tunataka watu ambao wamekosa kubarikiwa. Ni kuelezea why it was prophesied that utakuwa na gari na saizi hauna. Why? So I will tell you why. I want to tell you why you are still suffering yet you go to church. I want to tell you why you are suffering yet you are married. I want to tell you why I am a pastor but my life imefunguka last year. Ni kweli mwaliruko? Ali this year? No. Is it late last year? Early this year. That is when ndio nimepata mpaka nyumba kama hii. Ndio huduma imepanuka. Ndio kila kitu yangu imefunguka. Kumbe nilikuanga na uchawi ambao has always been in me, yet I'm saved. Yet I'm going to church. Yet I have everything. I've tried. I've had children. I've got 18 children from different wives. Only 3 from one woman. The rest from who you. All my children are from different. Not because I was a harlot, not because I was a prostitute, but because this woman, kuna covenant tulifanya na yeye ya damu. Na nikaapa na yeye akaapa. The same thing was happening to her. Because I understand, amejaribu the first mwenye angemua akakufa. Mwenye angefanya nini akaenda hivi. Mwingine akatoroka. You see, you find all things that happened to me were happening to her. Because whenever she tried to get a husband, that blood we did, hiyo tulirambana hivi, inasimama inamuuliza, "Nolalilikana mudhuri wako no? Unakumbuka Bwana?" Na mimi huko ninaobaga, I'm go. Nataka kwa Harrison kwa bishop yangu napeleka sacrifice yangu. Nataka mke. Nikienda huko nikiitisha mke kwa file, huyu ndio anaonekana.
biguni wakiangalia file wanasema ni huyu. Na sasa huyu na yeye ako na kimutu Mombasa. Na yeye akiitana akijaribu kuhagiwa na kuambiwa hivi, ile file inateremshwa unaambiwa hata ukimaliza ukumbuke uko na mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why we have a lot of marriages that are not working. A lot of marriages are not working because of a silly mistake you did. Not knowingly you are having fun. Because for me, I never thought this would come to haunt me. Until the time when she called, because she has really, I thought that, nilifundisha kwa Saimokei, how things they attack. Sikuwa najikumbuka. Bwana Yesu sana. I was teaching, na sikuwa najikumbuka that this thing I am in it. Sometimes I preach here. Ukinikuta kwa ofisi, nimefunga kwa ofisi, nasikiliza, wachana na mimi. Nasikiliza pastor wangu, na pastor wangu ni huyu. Wanga na preach, naenda kwa ofisi kujisikiliza, nakuta kai. Kumbe nimefanya hivi. Sasa wakati nilikuwa na preach kwa Saimokei, ndio nilirealize I am in this. Fortunately, I didn't know. Yeye alichukua namba, kwa sababu tuliwachana about 30 years ago. Yeye naye akachukua namba kwa Saimokei, akapigia, akanipigia, wewe simu, akapigia Saimo, akanistaki kwa Saimo. Huyo mtu mlikuwa na yeye, ilikuwa hivi na hivi na hivi. So for her alikuwa anataka kunistaki. Saimo akaniambia kuna mdada hapa anasema ulikuwa unasema hivi. Kwa sababu nilisema kama kuna mtu tulikuwa tumefanya hivi na hivi na hivi, sema tu ndio tufuguane. She came on. Na si yeye peke yake, hao wote wengine nikiwa na kama nimezaa na watu 18, mara 18. Tuseme ni mara 15 minus 3 ni 15, si ndio? Meaning those are 15 different. Ndio nikuwe na hao 15. Nafikiria ni 15 tu nimepita kwao. I was not a good man. I was horrible. Na wanawake because I was a king. Mugeke king. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sikuwa natokoza, nilikuwa nasema Kasiana wewe. Twende ingia kwa gari ile pale nyuma tukutane. Na hakuna swali kwa sababu ukiangalia padiko bodyguard padi sasa you give in quickly because you don't know whether these people are going to kill you. Lakini what was happening, the devil was trying to kunifunga as much as possible because of what I'm doing today. Whatever that happened to you 20 years ago, it happened because of what God has in store for you in the future. Whatever that the devil did in your life, the kind of life you lived, it was not that God wanted. The devil planned because they know what you are going to become. Maybe you are seated here and you are a queen, a president, a minister, a governor. You are a top businesswoman in the society. That is why the devil planned to destroy you. That's why the devil planned long a time ago. Because all these things that were happened to me, I don't know why I was doing that. But in that event, remember, nilikuwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa mwizi. Nilianza na uchokora, nikaingia mwizi, nikakuwa mtu wa pickpocket, nikagraduate from pickpocket, nikakuwa mwizi wa bunduki. Kutoka hapo nikakuwa sasa mwizi wa computer na mwizi wa message. So all those stages I've gone through. And in all these stages were meant that I find myself in a situation I will be killed. All the target of the devil was not to make me rich or to make me better. Was to lead me to a place where I will be shot, where I will be lynched, or where I will go to prison and die there. I was taken to prison 52 times. Nimegongwa marisasi 12. Yesterday, we sat here with a guy who alikuwa na suti wale waliona. Amekatwa hapa hivi. Ameshonwa hapa hivi. Anaitwa Mr. Mudhaura. Mudhaura was the man that was given. Wakiwa na timu nyingine, walikuwa na mapujoti zilikuwa KAM then. Hizo mapujoti zilinunuliwa kwa sababu yangu. The flying squad. There were 7 of them. Zilinunuliwa kwa sababu yangu to haunt me. And Mudhaura was in charge. And Mudhaura was told, don't arrest. We want a corpse. Tunataka maiti. Bwana Yesu asifiwe sana. And Mudhaura is one of the people who
bunduki moja imepita, risasi moja imepita hapa na ingine hapa na ingine ilipita hapa. It is Muthaura. He is a member of this church. He brings tithe hapa. Atakuja utamuona his months coming. Utamuona hapa ameingia. Ule mzee tunataka kukaa naye pale nje. That's a police. Ako hapa opini mkubwa. Sasa huyo risasi 3 ambazo zimepita kwa mwili wangu ni Muthaura. Na aliwacha kama nimekufa. That is why anakujaga kutoa tithe. Aliacha kama nimekufa. Na akaacha the next moment ula driver ikuje kwa sababu CID wakiua wanaachianga polisi wa boot tunaitanga wa boot hawa uniform wakuje wachukue maiti. Sasa wao waligoga wakaacha mtu amekufa. Wakaingia gari zao mapujo zikaenda wakapiga radio call kujeni muende mchukue maiti. Sasa nikichukuliwa kwa sababu watu walikuwa na garia wanapita wakizungumza, ninasikia sauti ya watu wakiongea lakini nilikuwa nasikia ni kama wako America. You see that distance very far, lakini I was gone. Somehow nilikuwa nisha pita bigu ya kwanza, ya pili nilikuwa nibakisha kama bigu moja, nifike biguni kule kwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. So walipo kuja kuninyanyua waniekelea kwa radirofa, nilifanya nikavuvuka. Nilipovuvuka waliniacha chini pa. Kila polisi akaenda bio na mimi nikatoka bio na kila mtu raia wakatoka bio. Kutoka sikio wakasema Waruinge atakuwa ghost. Kiuliza Muthaura anakuja kananiambia, are you a human need? Wewe ni mtu kweli? Unajua niliwacha kama umekufa. The conversation tulikuwa na Muthaura, niliwacha kama umekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. But God has a plan for you. God has a reason for your tomorrow. That is why always confess what you have done. Usiogope ati huyu mama ama huyu ama watakufikiriaje, wacha wakufikirie. Wewe soga safari. You are with your God. Bwana Yesu asifiwe sana. As much as bad I am, Kenya hii, mimi ni mtu mbaya kulingana na watu wengi. Mtu ambaye hajaokoka vizuri. Mtu ambaye hatumwamini vizuri. Niambie nani yakwenda kanisa kama hii? Kwa wale wameokoka vizuri, wale wanaenda biguni. Nani yako na kitu kama hii? I did not put hizi ni pesa ningeweka duka, ni pesa ningeweka supermarket, ni pesa ningefanya kitu kingine, but I did it for who? For Jesus Christ. So tuwekwe kwa ratili. Nani anaenda biguni? Tuweke mimi ni mbaya, tuwekwe kwa ratili. Hawa wazuri na hiki kibaya. Nani amefanya kazi mzuri ya Mungu? It is me. That's the secret of understanding God and relating to God. Wachana na uchafu. That is part of the testimony that God allowed to go through you because He want to use you in the future. Every time wherever I go, naendaka nasikia mabishop kama juzi jana nilikuwa Kerugoya na Pastors Fellowship. Sasa wakaanza kusema I want to bring you the man of God. The man that's mightily used by God. His name. Before I say his name, upstanding and putting your hand together for this wonderful man of God, Apostle Hezekiah. So amekata Waruinge. Ndio msijue ni Waruinge yako mahali gani. Sasa akimaliza tu microphone namwambia kaeni chini kwanza niwapatie story. Ninaanza story, mnasikia mnakumbuka Kerugoya wakati hapa kulikuwa na vita, watu walipigana wakauana hapa. Nimekumbuka mahali fulani na wakumbusha tu story na wambia sasa alianzisha kikundi hiyo ndiye amesimama mbele yako. Unajipaka matope na muonyesha mimi unawapipatia picha ya kitu kibaya. Ndio kama ni kutoka watoke. Because never walk with a hypocrite. Atakugeuka, at some point atakugeuka. Mwambie who you are. And I don't make myself a Mungiki. Mungiki, I started it when I was 17 years old. 17 years old is a baby. Wewe unameka gapi? 17. Simama. Nilianza Mungiki nikiwa kama katoto kama hako. Na nikiwa na 19 years old nikiwa na 19 years old nilikuwa na 1 million nilikuwa nimetengeneza out of Mungiki. 1 million bob. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni akili ya mtu nomo? No, that is not normal. That is not normal. So, will you say ni dare muaganu, dare jagiri? Will you say that I was stupid? I know, I was not. But I found myself, because of the conditionalities
of what God wanted me to become 20 years or 30 years later. Now I'm pitching to you because mumeniona kwa sababu modore wale wa mugike kai arahujia ni horora ndĩraiguĩra mũndũ ũcio no rĩu nĩ ndĩretigĩra ndĩmũhũrĩre kana ndige kũmũhũrĩra rĩu Kenya behoye. Kuna watu hapa waliomba siku 3 ndio wapige simu kwa sababu bado hawajaamini. Hata wanakujaga hapa wanakaa kiti ya nyuma ndio usikilize huyu ni ameokoka. Unajua wanakuaga na kiokometa ile kitu ya kupima kiokoko inaitangwa kiokometa ile sasa anachukulia anasema anakaa kama ameokoka lakini wacha tumchukulie siku nyingine 3. It's as though kuna mtu wewe anakuchukulia. Because you are looking at yourself, you are pointing at this woman. How many fingers are pointing at me? 3. You are pointing with 1, but 3 are pointing at you. Meaning, whatever you are accusing this woman with, you are 3 times what you are accusing her. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever you know, wacha nikwambie, yangu ni venye iliandikwa kwa gazeti. Na yako, tuandike yako leo. It will be breaking news. Hata story ya Shakahora itaisha, to concentrate na yako for the next 3 months. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So today I want us to look at the book of James, who is a true Christian and how a true Christians behave. James, it is a story, many books written by who? The book of James was written by who? Christians? It's a letter. From who? Yes. So it's a letter that was written about testing the faith. It is very important because all of us, we have failed because our faith have been tested and we have failed. And our faith has been tested, and instead of us looking at as though it is a faith tested, we look it as Saitani asidwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because not all good things you need to go looking for God inside the good things. In all good things also look the devil in that good thing. In that good husband you have, also tafuta shetani hapo ndani anaweza kuwa. In that good wife you have, also tafuta shetani in that good wife. And in all bad things also look for God inside. Kwa hiyo mwanaume mbaya mlevi shaitani, tafuta nani? Mungu hapo ndani. Huyo mwanamke hiyo bibi yako baya shaitani, asa hapo ndani angalia unaweza kupata ni Mungu hapo ndani wewe ukifikiria ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. So not in all bad things that we are in life that we must be seeing saitani ashidwe, pepo ishidwe, irishwe, whatever. No. Even in bad circumstances, God can be found. And in good circumstances also, the devil can be what? Can be found. Hallelujah. So this all boils down to the testing. The book of James, kwa wale wanasoma Kiswahili ni Jacobo, ni Yakobo, ni Yakobo. James, a servant of God, of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes of the dispersion. And he says greetings. And I also say to you greetings of our Lord Jesus Christ. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Count it joy. So a trial is not supposed to cause you to cry. A trial is not supposed to cause you or to make you sad. He said, count it joy. Count it that it is a joyful moment that is in you. Count it, this is God visiting me. Count it that this is a testimony. I was speaking to some of my sisters today morning, and I was telling, if there is no enemy, God will never create a table for you. Enemy is a major thing in the making of the table. Because if there is no enemy, God will not constitute a table for your blessing.
So you must have an enemy. Meaning, in this world, enemies will still be there. And they are not going to be finished. They will be standing, up and standing, because they will cause a blessing in your life. If there is no enemy, don't count the table. If there is no table, don't count God. Because a blessing will come at the table where the enemy is a witness. So these things must come. Kwa hivyo usimchukie huyo adui wako. Usimchukie huyo unasemaga ni adui, hata I wish him die. Wale waliturn to sender, wale wakumaliza watu ati wakufe kwa sababu ni maadui. Stop that, because you are killing your miracle. You are killing your miracle. Because wakikufa mesa haitakuwa, kwa hivyo you will not share a table with God. The table will not be there. When there is a table, God say, I will prepare a table before you, and before what? And mbele ya maadui zako na wewe, and I will cause a table. I will be seated in that table. So when you don't have an enemy, count God out. Bwana Yesu asifiwe sana. When there is no enemy, because the resultant, the cause of the table to be there, it is that enemy. That is why he creates an enemy, a table, for that an enemy will sit on the other side, you will be seated on this side, and God himself will be seated on this side, and they will watch as you are blessed. So the blessing won't come if you don't have an enemy. So don't pray for these enemies to die. Don't kill these enemies. You Christians, you are more worse than those enemies. Because when you come and they say return to sender, return to who? Return to sender, you are a witch. Kama umewahi kuomba maombi ya return to sender, wewe ni mchawi. Why should you return to who? Hebu nirushie hiyo bagi yako. Rusha tu, usiogope. Rusha. Amenirushia uchawi. Nimeushika. Then I return to sender. Me and her, who is not a witch. Two of us, we are witch. Kwa sababu nimechukua uchawi. Alikurushia uchawi. Ukashika ule uchawi. Ulishika ukiwa nani? Ukiwa Mkristo. Uliushika ukiwa nani? At that point ulikuwa umeushika ndio urudishe back. Who are you that point? That 3 minutes ulirudisha. That 5 hours ulikuwa nayo as who? As a Christian? As a father? As a bishop? No. You cannot be allowed, or you cannot be ati umeshika uchawi kama wewe si magnet ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. So that agenda of returning to sender qualifies you to be a witch in the first place. And you are bad because God said do not revenge. For what? The vengeance is what? It's mine. So you deprive God's authority, you deprive God's plan, you deprive God's wish, and then you take it over to you. You start killing people, and you go accusing the devil of doing this, yet you are the agent of the devil. When you start doing the plan of the devil, it means you are an agent. When you become returned to center, you hold it and now spread it. Meaning, you have taken the role of God. You have decided to be a God in this world. And that is where now, after you've done that, you go, Baba ninakuomba, hikaya ramaita, yeke keria rama, ninakuomba baraka. Where you have killed a human being. Iyo return to sender. Alikuwa amekurushia ukufe. Meaning, umemrudishia na hakujua umemrudishia. Meaning, si atakufa. Si atakufa. So, what have you done? You have killed. So, wewe na Ndura Waruinge muko tofauti. You holy one. Wewe na Mungike muko tofauti. You are no difference. Yet you accuse. That's why I said, when you point at one person, look at the 3 fingers pointing at you. And this other one, nakwambia Mungu is witness, yanajua. Wewe ndio mbaya kuliko huyo na point. Bwana Yesu asifiwe sana. So count it as joy. Count it all joy, my brothers, when you meet trials and various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. So if you are not tested, you will not be strong. You will not have a foundation. The steadfastness is having the foundation, the pillar, the strong authority in you.
the pillar of causing you to be counted a child of God, to win every challenge in your life. Because you are steadfast, you are strong, you are powerful. You have it, that you have won this test. Umevumilia, umeshinda. Paul said that I have run the race and I have done what? I have won, and I'm sure I've made it the way God wanted me to do. So it is a matter of running the race, conquering it, and becoming to where. And all this can happen if you pass the test. God will look at you and give you, because he wants you to become a preacher that heals people. He wants you to become a preacher that helps people. He wants you to become a preacher that is a gift to the nation. So whatever that God wants you to become, he will pass you through that. You cannot speak of healing broken hearts if your heart has never been broken. You cannot speak of delivering people if yourself you've never gone through the deliverance process. You must have gone. You must have gone through this. That's why I currently stand here, because I know what has happened to me. In my body, 12 bullets have gone through. I've gone to prison 52 times. Bwana Yesu asifiwe sana. I've been nimewekwa kwa tairi. Watu wakawacha nimekufa kama wanataka kunichoma, but somehow God rescued me. I was a thief. Nimeiba na bunduki, nimeiba na pickpocket. I had a golden finger. Nikiingia hivi na sijui ni nini, lazima ningejua pesa iko mfuko gani, na nikiingia hautasikia venye imechomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliposhikwa nikapelekwa prison, mimi ndio nilitengeneza zile message mnabiako kuna mzigo imetoka mahali fulani. Umetumia message alafu naambia sorry, this message was not yours. I am the one who founded those stories. And I made money. Huge money, not small money. Huge money in prison. I used to live in prison like a king. Even kuna sometime nilikuwa na prefer nifanye mikosa nilete prison, because money, I was making more money in prison than outside here. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is some of the things that will pass through your life, not to destroy you. God says, I've got good plan. Not the plan not to destroy you. The plan that God has, it is not to destroy you. So vumilia the challenges you are facing. Vumilia the kind of life that you are going through. Because the good plan he has for you will allow you to go through that process you are going, because he wants to make you a CEO. He wants to make you a prophet unto the nation. He wants to make you someone that will deliver people. He wants to make you a prophet unto the nation. He wants to make you a king. You must go through. You must go to prison. For those people I've seen that have become president, they have been challenged by huge challenges of life. I saw Moi Kikuyus all ganged up against Moi, and they said, the Kiambu Mafia, they wanted to change the constitution to make sure that Moi does not come to power. At one point, Moi, when he was the vice president, he was slapped by a constable, police officer at a roadblock when you are the vice president. A constable, he was slapped. But God allowed him to vumilia. Because he could have even asked the bodyguards wake, chapeni huyu mtu. But wakaangalia, this is not normal. And the vengeance is not mine. I leave it to God. Later on, Moi became the president, irrespective, against the wishes of the people who are called Kiambu Mafia. They were strong, they were vicious, they were so dangerous, and they were willing to kill him. But again, God protected him and made him the king. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at kina Uhuru. They were taken through the process of Hague. And once they were taken to Hague, they became more popular. They became so strong. They never accused anybody, but they sustained to say we are innocent. They let everything back to God, and God propelled them to the power. So they had to go through that process for them to come to power. The process you are going through is not a process to destroy you. It is not a process to bring you down. It is not a process to kill you. It is a process to lift you up. It's a process to change the status of your life now. It's a process. You are poor today because you're going to be rich. And the time you become rich, God will bring millions of people who are poor to you. And you will have a compassion to them. And you will help them.
But if you come from a rich family, my dear friends, and a few people, just 2 people, comes around the compound, the first thing you will think of is calling the police. Kuna mikora wako kwa body yako. Why? Because you have not gone through the process. You have not gone through the process of suffering. You have not gone through this process of knowing that a person can walk naked because of lack of money. A person can go to bed without food for 3 days. A person can beg. A person can even decide to go and steal because hana chakula na watoto wanamulilia. If you have not gone through that, God will never give you an assignment. God will never give you a projection. God will never give you an assignment to do if you have not gone through a process. The processes of God are pure because they want to make you pure. A gold to become a gold must go through a fire, must go through a challenge, must go through something so difficult. Fire, strong fire, 100 degrees centigrade. That is how gold passes through. It burns. I want to imagine how it cries. Because it must be crying. Because everything has life. Whether it's a stone has life. Whatever you see on earth has life. Because the soil was crying. The soil was speaking when the blood of Abel was shed. Praise be the name of God. So whatever that happens in your life, it happens for a reason. All things work together. For who? For those who love the Lord. So whatever that is happening in your life, it is because you love the Lord. That kufuri ulienda ukakuta kwa mulango, it is because you love the Lord. These are part of the all good things. All things will work together for good because of who? Because of the sake of you loving the Lord. Because the Lord wants to prove to you, I am your master. The Lord wants to prove to you, I am your king. The Lord wants to prove to you, I am your deliverer. The Lord wants to prove to you that I am the one who will win the battle for you. I am the God with Moses. I'm the God with Joshua. He told Moses, now arise, go to Egypt, speak to the king, and tell him, let my people free. But at the same time, the same God went back to the Pharaoh and told Pharaoh, there is a man coming, do not even listen to him. Because he wanted to make Moses strong. He wanted to make Moses a deliverer. He wanted to make Moses a powerful man. Moses then went back to God and he met God and told God, this man has refused. Then he was told again, go back. I am with you now. Go back and speak to him. And before he reaches there, God has gone already. And he tells Pharaoh, then Moses will go, in the name of God, I command you to release the people of God. Then he will tell you, who are you? Get out of my sight. This man will be hardened. His heart is hardened. Moses will go back to God again. And then God will take him. And until God was well cooked, akaiva vizuri, wakati aliiva, pressure ikaisha, makasiriko ikaisha, akajua it is not me, it is God. When he became that knowing, it is not me, it is God. When he went with it is not me, he found this king surrendering. Until it is not you, the devil will never surrender. Until it is not you, God himself will not allow you to get it. He will put you around. He will put you, he will send you. He will come to me and will not listen to you. And you really wanted to talk to me. You will find this pastor here and this pastor. Utamkuta saa hiyo ako na mamudi zingine za kwake nyumbani za bibi yake na yeye. Anakuuliza kama utaki kusikiliza wewe toka heta. And that is the day you really needed to see this pastor. And you have 2 hours before this thing collapses. You need this man of God. And this man of God you find here, anakuwekea pressure za kwake zote. Unaenda ukiwa disappointed. God is watching. Bwana Yesu asifiwe sana. God is what? Is watching how you behave. How you behave. Kama utaenda ukidisha hivi ukienda tena tukanisa tundeto kwa kama adigasho kama kanisa hiki. Oh, God is watching. Alikuwa anataka kutest kama hiyo responsibility anataka kukupatia kama uko tayari. Tests and trials sometimes they want to gauge us. They want to see. Unaenda kwako unakuta umetoka maombi umeomba siku 7. Umeomba and you know sincerely it was God. Kifika nyumbani bwana akwambia ni higwa umaraya. Sasa ndio umetoka hiyo umaraya yako. Huko kwako utigwe kwa umaraya. Umesikia?
take off. Toka kwa nyumba yako. Sasa mdomo ndio inatestiwa. Yaje na hoja mama yani. We no yukano kwa mama we. Ukina shetani we. Mtihani umeanguka. Hiyo tu ndio alikuwa anataka kutest. Kidogo kumbe mtu amekuwa farao. Ulikuwa ukiomba naomba Bwana na umeopea huyo Bwana. Baba mubariki. Mvugulie milango. Mvugulie kupata kibali. Umemwopea with good faith because this is your husband. Ukienda nyumbani the husband anakuangalia naona kinyoka. The good wife who prayed for the husband. Ukasoma Proverbs 38. Ule mwanamke bomba venye naombeaga bwana yake ati no otomaga muthuri agie nake na gwitikirika. The same man you've been praying, you fasted for 3 days kwa sababu kazi kwao ameonewa, amepigwa mpaka amepigwa suspension. Umeenda Katoroni kuomba, ukikuja na kuuliza sasa hii ndio umetoka umaraya. Sasa anakunyoza, kumbuka ile maombi yote umeomba. Unashika maombi yote unagogesha chini pap kama Musa. Unaanguka mtihani. Kumbe ulikuwa unapatiwa kipawa cha kuombeaga watu kama hawa. Mungu anakuambia utarudi class 1 tena. Na ulikuwa class 8 wewe ndio ukafanya mtihani. Unarudi unaota ukiwa class 1 chekechea ukisomeshwa kitu abakudu. And this is what has caused many of us to suffer. Not because don't have God in us. Not because we don't go to church. Not because we don't know how to read the Bible. But we have failed tests. Knowing the Bible is one, and the failing or passing a test is another one. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, Jesus is the Son of God. And this Jesus, the Son of God, na alikuwa ameambiwa atapita process. But ilifika mahali akaambia Mungu, my God, why have you forsaken me? Remember, this is a Son of God. And he had the information that you are going to endure this. And he said, my God, why have you forsaken me? So if Jesus was forsaken for some point, who are you? And he remembered immediately. He told God, I'm sorry, God, but if it is your will, let it go through. That is the point where a Christian fails, if it is your will. But if it is not, because you have to be able to distinguish whether it is the will of God, what you are going through, or it is the will of the devil. If it is not the will of God, there is strife, there is punishment, there is suffering. But if it is the will of God, there is no much suffering. There is no suffering, but you lack. There are three types of wilderness. First wilderness is God-induced wilderness. And another wilderness is man-induced wilderness. And another one is self-induced wilderness. The man-induced is where we push you to the corner. And the self is where you take yourself to the wilderness. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you are operating under godly induced wilderness, there is a difference. And this is a difference I want to explain to you. When you are operating on a self-induced wilderness, there is torture, there is pain, and there is confusion. If it is kikuta, you are in the wilderness, na nyumba yako imefugwa, nimewekwa kufuri, that is self, all pushed. Ukienda ukute mnarukiwa na guo baka umeweka hata guo ya ndani kiraka, ujue you are in self or man-induced wilderness. Ukiona kazi yako yield to anything, there is nothing that is happening to your kazi. There is anything. It can't even give you food. That is self or man-induced. But when you are operating in a godly induced wilderness, it is God that has allowed you to go through the process. Therefore, God will provide manna. The children of Israel never suffered, never lacked food. There was manna. All what they didn't have is enough to keep. You will get money,
but not enough to keep. Your house, you'll be able to pay your rent. You'll be able to dress yourself. You'll be able to have a small life that is comfortable, to make you comfortable as you go through the process. But when you find nyumba imefugwa na nguo zimeraruka na watoto wamelala nje na wao wamelala nje, hapo jichukuse. Ni either ni wewe umejipeleka ama ni kupelekwa umepelekwa na watu. A godly induced wilderness has manna. There is a grace of God. So check, angalia vizuri, ujiangalie. Na kama you are praying against this wilderness, first ukajipata umefugiwa nyumba, umekosa nguo, watoto wamekosa chakula, seek forgiveness first. Stop what you are doing, go seek forgiveness first. It is you who is the cause. Bwana Yesu asifiwe sana. But yes, umekubaliana na hiyo. It is you who is the cause. But when it is God, atakunyima mwaka mzima miaka mitatu, that luxury life, but he will provide. Kama ni kagari kako katapata mafuta, kama ni chakula utapata, lakini hamutapata ya kuweka kwa fridge. Kama ni tuguo utapata, hautapata designer, utapata ya mtumba lakini mzuri. Atakusustain. He will provide. He will make that life comfortable as you go through a process of teaching. You will find people who come, anakuambia mundu wa Ngai, nimeona ni Mungu amenisugumsia nikupatie hii 200. Ukihesabu hiyo 200 ndio mlikuwa mnahitaji ya sapa. Na hawezi kupitisha. Lakini ukienda unakuja unanikopa unaniambia nataka 100, nakwambia ole unogo dakoro datuma. Unaenda kwa mwingine nakwambia hoi kai nyajereka kwa nano tio la sia kai his jai. Ukiona watu wote umeenda kwa huyu, hakuna umeenda kwa huyu, hakuna umeenda kwa huyu, hakuna. Jua wewe ndio makosa. Waacha kutafuta waseme shetani anakupiga, ni wewe. Bas. Si umesikia? Hiyo ndiyo anapitia kwa sababu ni yeye alijipeleka. Na hii inatokananga na watu kukataa wito. Mungu amekwambia fanya hivi, you don't want to do. Mungu amekwambia peleka hii domereli Mombasa. Peleka neno hili. Wewe ukazungumzie gavana wa Mombasa. Unaenda unasema siwezi kufika huko. Mombasa rudi digere uwera. Nitaachia nani kazi? Hiyo kazi kanafugagwa kwanza. Ndio sasa ukose mpaka kitu ya kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu unasema hautaenda kwa sababu yake, inasimwa. Na unajaribu kufanya mpaka fare ya kwenda hiyo Mombasa hakuna. Fare ya kukutoa kwa nyumba hakuna. Chakula ya kukula hakuna. Hata mavazi hakuna. Hata mtu akipita wako kai jeri vitole. Jeri vitoka. Kawadiri ate mwana ito. Nikekyo. Kinya ko kutuma kai to adire to hobo ete ogu. Niguchono nini? Na gaya katigo bado aliogeteine na anaendelea kukana kukuchungulia. Haleluya. Unaamuka saa 9. Unaomba. Mungu alienda Dubai, anatembea kwa baharini. Alifuga roho kana akaenda. Ukiwa kwa self, hiyo ya kujipeleka ama hiyo ya kupelekwa. Mungu sana anaenda Dubai kutembea. Utaomba uombe, utatoa masadaka zote, utauleta mpaka vikombe. Na nobody is not hearing, not even listening to you. Uko hiana ikombe na gutire kindu, haitakusaidia. Utaleta sufuria, haitakusaidia. Utaleta bulangeti, haitakusaidia. Utahitaji mtu aliye na neema ya kuongea na Mungu akusaidie. Sio wewe, hautajisaidia. You will never. Utahitaji ukuje kwangu. Ukikuja kwangu ukakutana mimi naendelea, niko kwa hiyo ya kujipeleka. Sasa kumbuka nimekudouble. Nimekuongezea kujipeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you really need to ask yourself. Don't make a mistake that you made yesterday. Don't move again to where you were. Pale uliweka kidole kachoma, usirudishe hiyo kidole hapo. Maana itakupeleka, itakuchija, itakufinya. Bwana Yesu asifiwe sana. Now that is why most of us, we are suffering. We are not suffering because we deserve to suffer. We are not suffering because we are meant to suffer. We are suffering because we have subjected ourselves into the suffering. We are crying not because we are supposed to cry. We are crying not because kuna kitu kingine. Wewe mwenyewe ndio ulijipeleka kwa hiyo mzee. Mungu alikuwa amekupatia mzee mzuri, lakini hakuwa na kitu. Alikupatia mzee mwenye alikuwa anachunga ng'ombe. Na wewe uko university.
Alikupatia mwanaume mzuri kabisa. Akodi lakini alikuwa ni kuua hapa Marigiti. Lakini kimutu kimesoma ni venye akikuwa na kazi. Na wewe uko na kazi. Sasa unashida huyo nake togo twarana na oyoko. Togo twarana na oyoko. Huyu tutapelekana naye wapi? Imagine mtu akubeba makua. Sasa wewe akuja akwambia sister ni aje. Yaje. Ni aje. Sasa hiyo umetoka maombi Gatoroni. Bwana ninakuomba. Nitakapofika baba nipatie ishara. Kama vile ulipatia Gideon ishara, nipatie ishara. Nionyeshe mume wangu. Ukikuja unashuka zile zinaitwa pujo ndizo naikana ukishuka tu hivi. To be blessed. God will never bless you outside the second that he had planned to bring the blessings to you. God is a God of a place. You must be in that place for you to be blessed. Within that time for the blessing of God. You may be in the right place, but in the wrong timing. You may be in the right timing, but in the wrong place. So these two things will not work. You must be in both the right place, the right time, and the right season for the blessings to come. So you seek to know. When you seek to know when God is going to bless you, you will come and pray. I have the anointing, yes. Utakuja na nitakuombea. Na utatoka na utasikia ni kama haukuobewa. Lakini imeandikika. The idea is imeandikika. It is not going to come until the time for it to come. Until the day. Ndio unakuja unatoka unahama kwa Waruinge unaenda kwa Ng'ang'a James Maina. Ukienda huko unafanya pa. Unaaguka na matope, unatoka huko tena unaona hakuna kitu kufanyika. Unarudi unaruka kwa Harrison Ng'ang'a, unaenda tena unaopewa, unaaguka hakuna kitu kufanyika. Lakini remember, the day you came here, the blessing came. But because ulikuja mbele ya time, the blessing will wait until that time. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why you see many Christians have gone to many churches. And that thing is happening. Sasa inafika mpaka mahali anasema ona kanisa hiyo ndiko choka kwa sitakuwa nikienda hizo makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Anakaa nyumbani. Akiwa nyumbani miezi mitatu later, kile kitu aliambiwa na Waruinge inaanza kufanyika. Kai, oh my God. Prophet Waruinge alisema. Sasa hiyo ndio prophet inakuja. Prophet Waruinge alisema. Hii aliniambia, oh my God, aka epajero. It was prophesied epajero will come. Oh, a lad. Oh, it was prophesied nitapata radi katika maeneo ya Mombasa. Prophet Waruinge said. Sasa hiyo ndio inaitwa prophet, lakini beleni ulikuwa unaitwa nabii wa uongo. Because the time was not yet. So wait for that time. Seek to know from God. Is it the right time to do what you are doing? Seek to know from God. Are you in the position? Are you in the place where he wants you to be? You may be in Nairobi, but you are not supposed to be in Nairobi. You may be in Mombasa. You are not supposed to be in Mombasa. You are supposed to be in Kisumu. But you are when you are in the wrong place, nothing will come of you. You will continue to struggle. Even if your time come, itaaguka Kisumu. Kama you are supposed to be in Kisumu, hiyo mizigo yote itashuka Kisumu. Na hiyo ndio inakuwaga in heaven, una watu inatangwa blessings caretakers. Did you know that? They are caretakers from heaven who holds blessings for you. Blessing ikiachiliwa kutoka mbinguni hairudishagwi. Kama iliajiwa na PO box ya hapa, itakuja na PO box ya hapa. Kumbe saa hiyo ulienda kwa Ezekiel. Ama ulienda kwa to be Mackenzie. So the cargo will be delivered here. So when it is delivered, this man naye ako na tushida toke kidogo akuwe ni anointed for caretaking. Na ni kigari kimeachiliwa, kanisa itapatia huyu mzee hiyo gari kwa sababu ako na shida. It is God who propel that blessing to go to him. Your car came, it was new. But because ulienda kutagataga, it will be given to somebody else. Because there is no store of returning back. Ndio nakutaka mtu anapata gari, aliachua gari hivyo tu, na hajui reason. Bwana Yesu asifiwe sana. So in that process, atakuwa na gari, lakini ataitesa, ataiharibu because sio yake. You are just but a caretaker. Caretaker ni wale unaonaga amebeba makufuri nyingi. Wanajua nyumba kuliko mwenye nyumba. Wanajua mwenye nyumba wale wamekoboa wote, uli analipaga na uli alipagi.
ule subua na ule si subua wanajua, lakini nyumba si yake. Ana matusi mengi kuliko landlord. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta duka yako iliachiliwa, lakini somebody else is running that shop. Wakati utarudi back where you are supposed to receive the blessing, unakuta ndio mtoto yako ashaenda Amerika, anakuambia mama, tafuta duka nikununulie ya shilingi 200. Kwa sababu Mungu naye amefanya valuation. Huyu kiateka ametumia value ya hiyo kitu, imebaki 200. Hiyo 200 at where you stopped, the 200 ndio itakuja kulingana na matumizi venye imetumika hapa, ikakuja mpaka hapa. Hiyo pesa unakuta kijana yako, mtoto wako anabarikiwa, na unakuta kiateka ako ready kuuza hiyo duka. Anasema mtu ukikuja na shilingi 200, 300 hapo tutaongea. Utakuja lini? Sikuja. Alafu unakuja unawagi ni mwana wako arado mili ngiri magana mere no cio ndina cio. Hebe cio tiga maudu. Unakuta umeinunua 200. Gari yako ambayo ilikuwa mpya ikikuja unainunua ikiwa mzee. If you are driving an old car, that car was manufactured yours. It is only wewe uliondokea ukaenda kutakataga ikachukuliwa na kiateka. Kiateka ameitumia vibaya, wakati umerudi back to your senses umeirudishiwa when it is old. Ndio unaona kigari kinaenda hivi. Ati God bless me. No. You are stupid. It is not God who bless you. You return back. You hear you are stupid. Your car came new. All our blessings are new. All our blessings are new. Washa maneno kemudhuri ukaikire kemudhuri getali na magego kimengoka hii maneno. Huyo jamaa alidropiwa dunia hii akiwa na kila kitu. Lakini sasa wewe ulienda kumagamaga. Ndio unakuta unaletwa kazi yako sasa unaanza badala ya kwenda kulima kwa shamba ni kutafuta kemito. Napika kemito unamweka hivi. Yet your man was good. Hakuwa ameanza kukunywa, lakini kwa sababu ya matakatako yako ndio alianza kukunywa. Akikutafuta, akaingia kwa baa, ametumiwa na wanawake wote wa baa, akikutafuta. Na sasa hiyo ulienda kanisani ukajifanya holier than Joe. Oh Lord, bless me with a man driving a Range Rover. Oh, a God-fearing man. Oh, with a house in Runda. Sasa unaomba nyumba ya Ruda. Huyu mjamadi ajenge nyumba ya Ruda, amelipa gharama gani? Tuache ujinga. Ameua watu wangapi? Ama ameuza mama yake ndio ajenge nyumba ya Ruda? So, you've not paid the price. Haujalipia gharama. Umekuta kijamaa kinaendesha Range Rover na ni kijamaa kia 35 years. Kiko na nyumba ya milioni 100 na ni kijamaa kia 35 years. Kiko na magari kimebaki huko. Ni gharama gani alilipa ndio apate hii baraka yote? Ni gharama gani amelipa? Wewe unaona magari ikitembea, hawa ni watu wangapi? Labda huyu ni mama yake, na huyu ni baba yake, na huyu ni ndugu yake, na huyu ni neighbor, na huyu ni neighbor. Unaona Range Rover, huyu ni mama yake. Unaona Mercedes, huyu ni baba yake. Huyu ni neighbor, ni Toyota. Huyu ni nini? Nyumba ni shosho yao na guka yao. Hey, I got a man, God blessed me. Hey, a very rich man. We are swimming in money. Little did you know, you are the next fish to be caught. And that's why mtu amekufa. Only 1 year walikaa kwa kehiko ya 1 year and they were blessed. This family was blessed. Alienda tu walipata accident akakufa. Na hapo walipata accident ni black spot. Hata damu haikuonekana. Kimzee kinakuja kinasema thank you. Anaenda kwa kiwaja, anakutana na mtu mwingine waja. Handsome looking man driving a Range Rover. Hata alinipatia kifunguo ya Bentley, the most expensive car. But you don't know that most expensive car, it was the wife that was ahead of you. Bwana Yesu asifiwe sana. It is always good to understand who is this. Kanisa kama hii ndio kuja, angalia venye imerebeswa. Jaribu kutafuta ni gharama gani imelipika hapa. Na imelipika gharama ipi na kivipi. Bwana Yesu asifiwe sana. So that biashara umeingia kwenye biashara.
Na umekuta mwanaume ako na biashara imenauri vizuri sana uko Nyamakema. Try to understand what is the price that has been paid here. Ni thogora uriku muriha. Ni nani amekufa in this business? Ameenda kwa waganga wangapi? Ni wa Illuminati ama ni wa Mungu? But you don't jump to anybody. Don't jump to this man. And because he's driving a car. Because he owns a house somewhere. Because he's speaking well. You need to understand who is this man in the spiritual realm. Once you understand, then you will know whether it is the man that you belong to. And whether has he come in the season of God, in the right place of God, or ni mtu ambaye outside the brackets of God. Praise be the name of God. So this must be the steady, when you have been tried, you will be able to know all these things. You become seasoned. That hata mwanamke akikuja, me have been tried na wanawake. I have been tried. Kuna siku ile nilikuwa loose na sasa kuna nimetraiwa, wamekuja wengi na magari, wengine na mapesa. Wanakuja na cheka tu na wewe, tunakula kanyama nini, na kupeleka Serena tunakula kanyama na kwambia nitakupigia simu. Anagojea kasimu hakakuji. Hata labda kakikuja na kuenjoy tu na kuambia because I know. Siwezi kukwambia hata hiyo mwili tutoe okay dikomoigata. I will be speaking that demon that is in her. I kill it. I will bring her closer to me. I will not throw her out there. Siwezi demwele. Mutawaona wengi. Mutajinyoga wale wanajinyoga kanisa hii. Na wale wanatakaka kujua kuona apostle kama ako na mtu. Ni nani wako naye kwa ofisi. Maikara mathaa maiga na mekwaragereria ke, mekwirana gatia, megwikaga gatia. Nimuikaraga. Nimetengeneza ofisi na nimeweka kapeti mzuri. Watakuwa kitolea mguu viatu pale. Sasa akikanyaga hivi na kanyaga vizuri. Hii kapeti ni ile iko State House. Anakanyaga nimeitengeneza vizuri. Purposely for that matter. Ndio wakuje tuwasaidie. I will not throw them out there. I will show them love. Mimi najua upendo, ninajua. Lakini ukitoka huko, utatoka kuwa Christian. You will be saved because somebody somewhere invested on me. Somebody somewhere, Bishop Harrison Nganga, invested. He never threw me out. His church split into two because of me. Walisema wale hesho goko, waitererio sho maguta nitogukweherera. Naye akawaambia, mimi nilisikia sauti ya Mungu. Kama ni kutoka, mutoke, lakini huyu namwagilia mafuta. He sacrificed his own church. He stood with me. He paid. That is when my houses, my cars were burned by Mungiki members. And I was left without anything. I was left without a house. I was left, and he paid for my rent for 1 full year. He never threw me out. Hakuona kimungiki. Hakuona saa hiyo tulikuwa tunataka kwenda kununua bunduki. Ni uwe mabishop wote because I lost my money in the hands of a bishop. I lost 53 million kwa mikono ya bishop hivi. Sasa nilikuwa nataka nitafute pesa niende ninunue bunduki. Siku hiyo ilikuwa Sunday moja tununue bunduki, tuingie kanisa, kila mtu aingie kanisa saa 6 ikifika hivi. Yule tua, kule kwingine tua tuseme hiyo ghasia zote zimeenda. That is when Jesus came to me. Na tukakutana na Bishop Harrison Nganga kwa corridor. Hivi nikigojea tuibe benki ile inakuanga pale inaitwa Abusa. Hapa River Road. Hapo ndio ile nyumba inaitwa Menegai. Akakuja akanigusa. Akipita hivi kanisa naona mtu ni kama Waruinge. Nikamwambia msaji patie shughuli. Sasa hiyo niko tayari. Operation iko karibu kuingia kule na mtu anakuja kunijua na hufai kujulikana. Ninaona ni kama Waruinge. Nikamwambia msaji patie shughuli kutoka. Akaniambia Waruinge. Kumbe usiku hiyo alikuwa ameota na mimi tutakutana. Hallelujah. So siwezi kutupa. Wanawake hata wale wako Inage Street. Saa hii nimetumiwa shilingi 18,000 na wasichana wako Inage. Wameniambia hiyo ni ya crusade ya Kerugoya. Sasa nisikule hiyo pesa. Nimeitisha na nimelipa bana moja. Iende ikiwekwa Kerugoya pale. Hiyo that is umeiweka imekuwa magnet ya kuwahukumu. Hiyo pesa yao itawachoma. Nimeiweka kwenye crusade. Wale watu wataokoka. Kutafanywa hesabu. Hii pesa na ni nani alifanya hii crusade ifanyike? Ni wageshi wa Koinage, ni nani wa Koinage, huyu ni gay, huyu ni lesbian, ndio walitoa
Sasa boka point zinateremshwa kwao. Unakuta kimsichana kimeenda huko kinasimama usiku yote kinakosa mtu because kinaonekana kikuwa kishetani. The following day kinakuja kinasimama kinakosa mtu. The following day kinakuja kinasimama kinasema I want to quit this job. Quit. Kinakuja kanisani. Pastor niende ikaiwa nyumba. Pastor niye mwana wako ndemo ikatezukuru. Pastor oera. Kumbe ni ile elfu yake 18. Ile shilingi yake alitoa shilingi 5. Imemkoroga mpaka amekuja kwa pastor. So accept their money. Accept them if they come. Bring them closer to you. If you truly worship the true God, you will not fall into temptation. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ndio ukikaka huko hivi atia. Wewe ndio utanivukua hii trosa. Uitoe uifanye utoike haria. No, ni mimi. Ni mimi nitavukua. Mimi ndio nitajipeleka kwa rojini. Nilipe. Tuwe kwa niati ni ati mutumio sini yako goithia pastor, ni yako goithia bishop wito. Tuthi tuikare haria tukae kwa goithia. Tukae pale tuone wanafanya nini. Tuone hiyo mwanamke anataka kufanya nini. Wacha ujinga, nikakukuta. Nitakaa na yeye kwa masaa 6 ukiwa hapo nje. Na ninaambia wewe tuleteka chai kale ka rubis kale kazuri coffee ukiwa hapo nje ukigojea na nikijua unaogojea kusikiliza saa hiyo ninakaa ndani vizuri na ninaitisha kifunguo ile ya kufuka kwa ofisi yangu unasikia ofisi imefungwa kata na saa hiyo nitaleta story mzuri ya kucheka mpaka na abi tunacheka mpaka na mwambia yana igoro kwenda yana igoro tunacheka ndio usikie ukiwa nje ukomelie kiti na wewe kana utanuke bigijiwe ite nayo ukuve kwa sababu hiyo ni ujinga ambayo usitaki kwa kanisa hii nonsense hiyo upuzi hatutaki hapa. We want everybody. This is a church for everybody. I was bad. I was received by a man of God. The church is split because of hypocrisy. Because these were hypocrites. Wakaotoka kwa hiyo kanisa wakaenda. Wakati nganga aliniodaini, immediately dunia mzima ikajua nganga. Wakataka kujua huyo pastor ameodaini huyo jamani nani. Kanisa ikajaa. Kidogo akapata kiwaja pale. Kanisa ikajaa. Now nganga is a father of the whole nation. All pastors and the bishop wanaenda kwa nganga. Kuobewa. Huyu aliobea mtu wa nani? Wa Mokeke. Sasa uniambie mimi nikuja nichague watu na mimi nilikuwa victim wa kufanya kanisa ipasuke. Kwa sababu ya upendo ya mtu alinipenda. Unajui wewe, unajui. Wewe ni matuta tu wewe. I have to love them. Watu wa bangi kako wapi? Huyu alikuwa kamutheka. Etekera tuguhuthagire. Tondu ni ujakaga muno. Huyu ndio kiateka wa hii kanisa. Mlimuona? Mlimuona wapi? Huyu alikuwa kwa Maina wa Magoto, alikuwa assistant wa Maina wa Magoto. Ule mganga mkubwa Kenya mzima. Mliona kileta vibuyu zake kwa madhabahu kule kanisa ile nyingine na tukachoma. Yes, na kama nikimchukia kuna hawa watu wa kanisa hii wanasemaga huyu ni mganga ndiye alikuja kanifuka sasa kwa sababu ndio namuamini sana. Alinifuka na uganga. So huyu ndio ilichaji hapa akisema utaniona. Akisema hautaniona hata ufanya nini? Hata hawa wanajitaka ndio wenyeji. This is the boss in this church. Tulichoma vibuyu zake. So nilichoma ndio nionyeshe ulimwengu. This is a human being that needs to be loved. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikamleta karibu na mimi na nikamwambia doko dorauma. Kae hapa utafuta kazi ya kufanya. Nikamwangalia nikaona ile kazi anaweza kufanya ndio hii. Anafanya vizuri. Ni kusafi ama si kusafi? Ndio amefanya. Hii kazi yote wakiwa na msichana mwingine tu hapo ndio amefanya. Akili mingi kwa hapa. Nikiwa dhire kuhura bogo. Ni akili ilikuwa inamsumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipokuja hapo kwako nikamwambia sasa piga. Akajipaka. Akafanya nisialega. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia nimchukie. Huyu ni mume leo. Tondu we na wewe unaileo tuko na rumi 6. Hata kunuka unanuka.
Ni ile kazi umelala ukifanya. Alafu nakuja kuniambia ati mdomo kwa shiori. Hicho ni kuzokia kanida. Vie, kwenda tengeneza yako. Thank you my brother. Yeah, he is my brother and many more. Kuna kale kingine kinataka kabuju. Buju ni mwizi wa putuki. Mzuri. Sasa ukiweka pale ukikaangalia na kabia kule kusigia mtu. Kana kuangalia tu jicho hivi. Unaondoka tu pole pole. And you make them human being again. Alikuwa anavuta bangi. Jamaa kalikuwa amekula ile dawa inaitwa kichuri. Kichuri ni ile ukikunywa you don't need kuitake tena. Unaidi kunywa tu maji moto inafufuka. Sasa hata hapa nimesema siwahi kupatiwa chai moto kwa sababu akipatiwa tu chai moto unaonanga buju ameanza kukaa hivi. Anakujonga vitu baridi na nikamdanganyililia nikamwambia masiwa moto si mzuri kunywa kama siwa kabaridi. Ndio kanamaliza hiyo makali. Sasa kameenda kamekuwa kazuri. Ni mtu mzuri and so many of them. And that is the church of Jesus Christ. Jesus was not sent to good people. Jesus never came here for good people. Kama wewe ni mtu mzuri, eda Jesus is not for you. Jesus is bad for people like Waruinge and people like you who are here. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is you can only become unaweza tu kutofautisha hivyo if you pass through the trials and the tests. If you win this battle of your trial. If you win this battle of the stresses na vitu kama hizo, you become a winner. You will conquer. Na hautakuwa na hiyo kinyongo, na hautakuwa naleta uchawi hapa ati unataka kufukuza watu, ati unataka kufanya hivi, nataka kufanya hivi, nakwambia hapa ni kazi bure. Usikuje na uchawi. Juzi tuliona watu wamekuja mpaka kama CID hapa wamekuja ati tunafanya kelele. Wakakuja wakasimama pale wakiwa wabaya sana. Sasa nikaambia watu tuombe kila mtu asugumzie hii nyumba. Jana walikukuta. Wakasema we are sorry. We are sorry, we will never repeat this mistake again. Make the noise as much as you want. We have a powerful God. We have a supreme God. We are not here by mistake. We are not fluking. We are not faking. We have a God in heaven. We have a God that controls, a God that manifests. May God bless you today. May God lift you up today. May God help you to change the attitude in you. And you become a good Christian. A good Christian is humble. A good Christian is accommodating. A good Christian is loving. A good Christian is sharing. May God help you to have all those qualities because that is what God is looking in heaven. Amen. Right, stand up on your 2 feet. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for opening my inner eyes. Thank you, Jesus, for showing me that I am big. I never thought I am. Yes, Thank you, Jesus, for showing me that I am a vessel ready to be used by you. Thank you, Jesus, for fighting all my battles, for winning all my battles. You are my Lord. You are my Savior. In Jesus' name, we do pray. Drop your offering. There you are. Just drop it at the altar. Drop it at the altar. Drop it at the altar. I didn't say we move. I said drop it at the altar and they remain up and standing. I also give mine. Because I want God to use me in a mighty way. I want God to use me to reach thousands, millions and millions, not only in Kenya, but all over the world. yes. I sacrifice, I give this sacrifice that God, any enemy and anybody and any situation that will arise in front of me, I will be able to win this battle. It is a battle. It is a battle, Father. And I know with you, I will win. Because you are a winner. Bless your children. They came here to seek you. They came here because they need your protection. They need your direction. They need your guidance. They need you, that they may be able to stand and do your will as per your own expectation. I seek all forgiveness because of the sins they have committed against you.
I seek all the forgiveness because of them that have refused to hear you. I seek forgiveness because of them that have stood and maybe they are desperate for having waited you for a long time. Not because you delayed, but because they did it in the wrong timing. God, may you find a place in your heart and forgive them. May you lift them up and guide them and make them understand how you work and how the kingdom works, how the principles of the kingdom will work. May you bless them, God. May you lift their hearts, their families. They may be down now, God, but I know it was a trial that they have been able to go through it and they have become a winner. In Jesus' name we pray. Amen. Somebody say amen. Amen. Thank you, Jesus. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us now and forevermore. Amen. amen and amen.